hata wewe kijana ambaye umeamua labda kujitoa akili na kwenda kuongea na huyo waziri wa vijana, si waziri wa nini, hutakiwi kwenda pale kwenda kutoa malalamiko ya vijana ambao ni trivial, ambao ni yani kwa sasa hivi kwenda pale kuongelea kero ya maji au kero ya ajira kwa vijana au sijui kero ya sijui kitu chochote kwa vijana, ni kuondoa uzito wa issue. Kero sasa hivi ambao vijana mnatakiwa muongee popote pale ambao ina manufaa kwenu na kwa nchi hii ni 3 tu: katiba mpya, serikali ya mpito, uchaguzi kurudiwa. Hizo ndo yani mnatakiwa msimame kwenye hizi nguzo 3. Tumeshapita huko. Niliona video moja eti kijana ana kwenye ile malalamiko anampa huyo waziri haramu, anaongelea nyinyi mnaendesha magari ya kifahari. Kweli tumezika watu, bado tunaongelea ufisadi wa mbwa. Tumezika watu, bado tunaongelea ufisadi, tunaongelea magari kwa uzito wa issue ilipofika. Sasa hivi vijana mnatakiwa mmechachamaa kwenye katiba mpya, mmechachamaa kwenye serikali ya mpito na uchaguzi kurudiwa. Mnatakiwa mchachamae kwenye hizo nguzo 3, na hizo ndo topic 3 kina Mwigulu hawazitaki. Hizo ndo topic 3 Samia hazitaki, serikali hii hawazitaki, kwa sababu wako tayari kuongea na nyinyi kwenye chochote, lakini sio wapeni haki. Wako tayari kufanya lolote, lakini sio kutoa haki. Kwa hiyo na nyinyi inabidi msimame kwenye nguzo hizo 3 za kudai haki na changes kwenye nchi. Tumeshazika watu kwenye nchi zingine kwa vifo vilivyotokea sasa hivi. Kungekuwa na mabadiliko makubwa. Kenya hawakufa hata watu wengi hivi na katiba mpya ilipatikana. Tanzania tumezika watu zaidi ya 10,000 mpaka leo. Mpaka leo hii serikali inawapigeni nyinyi dana. Sasa hivi tunawasikiliza. Wengi wasikiliza sasa hivi. Hii serikali sasa hivi tayari kungekuwa kumeshawekwa tume ya katiba mpya hapa. Tayari kungekuwa kumeshaanza talks za serikali ya mpito kama ni serikali inaosikia. Lakini ni serikali ambayo bado iko kwenye kucheza akili za wananchi, lakini sio kutoa haki. Sasa hivi Watanzania tunacheza ngoma inayopigwa na sisi. Wanatumia vyombo vya habari. Guys, mimi siwezi kufanya hii kazi forever, kila siku kurudi kuwakumbusheni. I wish atokee na mtu mwingine ambaye atakuwa na platform hii asaidiane na mimi. Especially mimi sasa hivi at the end of the day, unajua mimi nimeolewa. Kama mnavyojua nimeolewa. As before nilikuwa na like a lot of independence ya kufanya whatever, hata kama ataki nini, yani ya kuendelea na hizi harakati zangu, because I had a lot of money of my own. Lakini sasa hivi sina income, sina hela, so I have lazima nimsikilize shemeji yenu akiniambia nitulie, akiniambia nini, so inabidi atokee na mtu mwingine wa kunisaidia kufanya hii kazi. Kwa sababu kila ninapofanya hizi video shemeji yenu okay bado nini watakuja kutua. Mimi sijali waje kutua, but of course shemeji yenu cares. Na sasa hivi sina income ya kujifanya kiburi, sina hela, so I have to listen. So inabidi atokee na mtu mwingine anisaidie kufanya hii kazi. Lakini Watanzania sijui yani inakuaje sasa hivi kina Mwigulu wanatumia media kuwasahaulisha kichotokea bila kuwapeni haki yoyote. Inabidi kila Mtanzania kwenye akili yako sasa hivi uwaze kwamba sitaki kusikia chochote kwenye hii serikali zaidi ya kunipa haki, zaidi ya haki. Tumezika watu kwa ajili ya haki. Na kina Mwigulu hawataki kutoa haki, wanataka kufanya ni propaganda tu. Na sasa hivi Samia katulia nyuma, anawatumia hawa kuilegeza nchi. Mkishalegea ndo atarudi sasa. Imagine guys. Imagine. Mpaka nalichukia ili neno guys sasa hivi. Imagine uchaguzi umeibiwa, wametuua, bado wameshikilia nchi, hawajatupa hata haki moja tulioidai kwenye maandamano. Hata haki moja. Na bado maisha yanaenda kuendelea. Wanawafanyieni tu sasa hivi propaganda. Wanawafanyieni, tuambieni kero zenu. Of course kuna watu wanasema kwamba vijana wale
kwenda pale ni UVCCM. Sawa, wanaweza wakawa UVCCM, sio kweli vijana wa Tanzania. Lakini still hata huku kwenye social media vijana mnatakuwa mwe mmechachamaa kwenye kudai hizo haki tatu and not anything else. Hata huyo Habil huko TikTok naona pia hadithi nyingi, vitu vingi, lakini yani hayuko kwenye ile point kubwa. Point kubwa ni lazima haki zipatikane and not anything else. Haki lazima ipatikane Tanzania. Msilegee kwa chochote kabla ya katiba mpya, kabla ya serikali ya mpito, kabla ya uchaguzi kurejea. Msiwaelewe kwa lugha nyingine yote kwa sababu mmezika watu. Msiwaelewe zaidi ya hivi vitatu. Na wao wanafanya kila kitu kuwaondoa kwenye topic ya hivi vitu vitatu. Urudisheni kwenye topic ambazo ni za vitu stupid.